Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Haifa Muhammad, natumai mzima buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Na leo mpenzi mtazamaji, ni furaha tena na ni siku nyingine yenye heri kuweza kumpata si mwingine ni mgeni wetu Isaiah Maresi, ambaye anatuelezea zaidi kuhusiana na youth kwa ujumla katika kitengo chetu cha Gumzo la Vijana. Na katika awamu ya kwanza mpenzi mtazamaji, tutaangazia swala zima la self confidence, kujiamini wewe kama kijana. Inaweza kusaidia sana katika maisha. Kurudi kwako, habari za leo? Nzuri sana, nashukuru. Karibu tena katika studio zetu za Mahdi TV. Isaiah, jihisi uko nyumbani. Tutazidi kukuita ili uweze kuelimisha sana vijana. Ni vijana wengi mitaani wapo wamekaa, na wengine wako dormant hawana kazi, na kuna mwingine ambaye yuko shule hajajua pia afanye nini. Na leo tukienda katika mada yetu au topic yetu leo, tulikuwa tunaenda kuangazia swala zima la self confidence. Utatuelezea zaidi kuhusiana na swala hilo, kujiamini. Naam, tukianza. Kujiamini ama self confidence ni having the attitude of I can do. Naweza fanya. Yani ukiwaambia kitu hata kama hujui unasema naweza fanya. Naona. So ukiwa na hiyo attitude ya kusema I can do it, unafunguanga akili yako kufikiria, kutafuta solutions. So lakini wakati unaambiwa tu kitu can you do this, I cannot do it. So ukishaambia tu your mind I cannot do it, mind yake ina shut. So ukishaiambia I cannot do it ina shut, so haiwezi fikiria kupata solution. But ukishaambia tu your mind I can do it, so unatafutanga njia za kupata solution. So that's what I can say about self confidence. Kujiamini, unaweza fanya jambo hata kama hauna uwezo. Kukua tuna kujiamini ama ujasiri wa kufanya hiyo jambo. Yes, I can do it. Yes, I don't know it, but I'll find out a way on how to do it. Kwa sababu kuna saa zingine inakuanga tu ni kutafuta excuses. Kwa sababu huwa wanasema if you really want to do something, you always find a reason for doing it. And if you don't want to do something, you will always find an excuse of not doing it. So wewe wakati unaambia your mind I cannot do it, ushapatia your mind an excuse of not doing it. Nukishaambia your mind I can do it, umeshaambia your mind yes, this is the reason why I can do it. Yeah. Wow, that's great. So kuhusiana na swala hilo la build self confidence, how does one build self confidence? Mtu anajijenga vipi lile swala la kujiamini binafsi? So njia moja ya kujenga self confidence, number one ni kujijua, kujua uwezo wako. Lakini kama hujajua uwezo wako, itakuwa ngumu kujenga self confidence. Uwezo wako wa kufanya jambo ni lipi? Ukishajua ile uwezo, hautaiogopa. So utakuwa na ile confidence. Number two, njia moja kujenga confidence ni networking. Naona, una network na marafiki wenye wanakusaidia kujenga self confidence. Njia ya pili ni just getting knowledge, reading. Enda pale, soma online. How can you build your confidence? How can someone do something even if he don't know? So unaanza kusoma hizo njia, na ukisoma kitu unaweka kwa action, kwa sababu you can have all the knowledge but hujaweka kwa knowledge. Mimi hujiambia the purpose of my knowledge is not knowledge itself, but the purpose of my knowledge is action. If I don't put my knowledge into action, my knowledge is useless. It will not help me. Sawa. So na kupitia kwa hiyo njia, ukisha network na marafiki unajenga your self confidence. Alafu nimeongelea hiyo nimeongelea networking. Alafu
yourself. Self awareness. Pia njia ingine ya kujenga confidence ni kuvolunteer your skills. Volunteer your skills. Kama unataka kufanya kitu, anza kuvolunteer your knowledge huko. Learn, kwa sababu wakati una volunteer your knowledge, you also get to learn from other people. As you learn from the other people, you realize that, okay, I was doing it this way. So, I can also do it this way. Naona. So, unapata huo ujasiri wa kufanya lile jambo unataka. Yeah. Vizuri sana kuhusiana na hilo. Na another one, can you specify or can you discuss the importance of building self-confidence? The importance of building self-confidence. Self-confidence, number one, ukisha build your confidence, utafungua opportunities. Naona. So uko na ile confidence, you'll be able to access any opportunity kwa sababu you have the confidence to go for it. So self-confidence itakufanya upate job yenye unataka. Self-confidence itakufanya interact na wale watu unataka. Self-confidence itakusaidia pia wewe mwenyewe kujua na kuachieve ile kitu unataka. Then number 2, self-confidence, ukisha jua uko na hiyo ujasiri wa kufanya jambo, utaanza kujituma. Au utakuwa unaogopa, utakuwa unajituma na utajua wewe pia unataka kujijenga, unataka kugrow. Sawa sawa. Kwa sababu huwa anasema without self confidence utakosa opportunities mingi sana. Na ukiwa na self confidence opportunity mingi unaweza zi access, lakini kama una utazikosa mingi. So it's better you try all your best to build your self confidence. Sawa sawa. Then another way of building self confidence, benefits ama importance of building self confidence. Ukiwa pale kwa familia, unafanya nini na wazazi wako? Wazazi wako wamekuwa kikwambia nini? So kutokana na hiyo nini yenye wazazi wako wamekuwa kukwambia, eti Isaiah you can do this, Isaiah you can do this, unajiamini. So you go for anything you want. Sawa sawa. Kwa sababu kuna zile njia pia at least zenye unaweza shusha ama ile self doubt, ile ya kutojiamini. Kama ulikuwa na wazazi wanakuambia wewe hakuna kitu unaweza fanya, wewe tu ni mtoto tu bure kabisa, sijui hata kwa nini tulikupata wewe, unaona. So unapata confidence yako inaanza ama unaanza kutojiamini. So unaona, there is nothing good that can come out of me. Sawa sawa. Then pia importance of self confidence, unakuanga na hiyo positive self concept, yani positive talk, positive self talk. Anytime unajiambia I am good, I can do this, I am the best, I can do this, I am good. So ukishajiambia hivyo, at least unajiambia ile kitu itakusaidia, kwa sababu wanasema ni vizuri jiambie ile kitu unataka. Ndio. Lakini ukijiambia vitu negative, mimi hupenda kujiambia vitu positive, na vitu kile kitu imekuwa nikijiambia imekuwa ikijitokea kwa maisha yangu. Nitatumia tu kwa mfano, nikiwa mdogo sikuwa najua nitamaliza class 8. So nikajikaza nikamaliza. So wakati nilikuwa class 8 nikachukia uniform ya primary. Nikaangalia shule ya secondary niko karibu, nikaanza kuvaa ile uniform yao. Lazima nitaenda high school. Wakati nilifika high school nikachukia ile uniform. Sikuwa naitaka, sema nataka kwenda university. Unaona? So nikaanza kujikari out kama mtu ako university. Na nikasema lazima nitasomea kwa hii university. Na hiyo ndio nilisomea. So ile kitu unajiambia, unajitabiria. So ukijitabiria vitu vibaya zitakuja kutokea kwa maisha yako. Ukijitabiria vitu vizuri itakuja kutokea kwa maisha yako. So it's a high time wewe kama kijana ujitabirie vitu vizuri na useme
mimi hata kama maisha ni ngumu, I know I will make it. My time bado haijakuja. Let us be patient. Unaona vijana wanatoka shule mara kidogo wanaona maisha imekuwa ngumu, wana give up. They give up so early, of which unapata hata ukijiuliza sasa mimi nimepitia haya yote na huyu ni mwaka moja tu. Mbona na complain? So unajua wakati ukiwa pale shule maisha ilikuwa soft. Kila kitu ulikuwa unapewa, lakini wakati unatoka nje unapata it is tough. So lazima ujitume. So as youth, build your self-confidence, na self-confidence itakupatia opportunities mingi. Kama ujui ile njia yenye utabuild your confidence, tafuta ule mtu mwenye ungetamani kukua kama yeye. Unaona? Anza kubehave kama yeye. Anza kufanya zile vitu kama yeye. Unaona? Ukishaanza kufanya vitu kama yeye, unaona at least your mind itaanza kufikiria kufanya vitu kama hizo. Yeah. Na utapata tu umejidevelop na umeendelea kimaisha. Yeah. Vizuri sana. Speaking of self-confidence, concerning there's some things ukiangalia kuna masala na criticism. Many people will criticize you. So how do you handle criticism? How do you... Hiyo ni swala kuu ambayo linatatiza wanafunzi wengi sana, ama youth ama vijana. Na criticism huanzia pale nyumbani, kwa sababu wao wanasema a family is the first classroom for the children. So unajua wazazi kazi yote wameachia walimu, na wakishaachia walimu hivyo wanasahau the home is the first classroom. So unapata kuna yale mambo ya msingi kijana alifaa jifunza pale kwa familia, lakini huyo kijana kujifunza yale mambo ya msingi kwa familia, yeye amekuja tu kwa shule na akaanza kujifunza yale mambo sasa secondary socialization. Sasa akaanza kujifunza hiyo kwa ile hali ile mambo angejifunza pale kwa first class pale nyumbani, anaanza kuyaona kwa wanafunzi wengine. Unaona? Unajua the parenting style are different for all parents. So wakati anaanza kuona na mbona hii sijaiona, anaanza experiment. Wakati anafanya ile kitu, wakati anarudi pale nyumbani akiifanya, mzazi anamkemea. Lakini hakumuelezea hii inataka ifanyike hivi, inataka ifanyike hivi. So unapata ule mtoto anakuwa katikati, amekuwa confused, ameshindwa afuate hii ya shule ama afuate hii ya wazazi. So criticism utokea pale nyumbani. Ndio maana unaonanga mzazi ni mmoja, but watoto wametoka pale na tabia tofauti. Kuna ule mwenye anatii, kuna ule mwenye, so kwa sababu si eti ilitokea pale nyumbani. Wakati alienda shule alianza kulearn different. So wakati anaenda pale unapata rafiki yake anamwambia, kwani wewe hujui, kwani wewe ni mshamba? Naona. So ili asikuwe mshamba, anaanza kupractice ile ndio kuweka kama yule. Naona. Na sasa kirudi huko anakuwa criticize. Sasa anakuwa confused, anakuwa na hiyo self doubt. Sasa ajiamini, anashindwa afanye nini. So hiyo criticism ina affect vijana wengi, na hata akisha kutoka pale kwa maisha inamuaffect hadi wakati anakuwa mtu mkubwa. Kwa sababu wakati tulizaliwa akili yetu haikuwa na kitu, so ilianza kuwekwa polepole. Na wao wanasema samaki mkunja ngali mbichi. Akishakuwa mkubwa, zile vitu ataendelea kuzifanya. Na kama atakuwa atalana, atajifunza haraka, atachange haraka na achane na zile. Kuna hiyo learning and learning, and so hizo ndio vitu zenye hizo criticism. So to overcome the criticism, number one, find the right people, have the right friends. If you don't have the right friends, you utaendelea kuwa tu kwa ile hali. So have the right friends, na friends watakuguide ili kuachieve ile kitu unataka. Then
saa zingine kuwa na hiyo self talk ama positive talk. Usiamini sana yale mambo nasikia kutoka kwa watu wengine. If you know you are doing what is right, that's right, continue doing it. This means that kuhusiana vile umeongelea masuala na familia, which means katika familia mzazi ikitokea kwamba labda mtoto ashiki shuleni ama kuna ndugu ambaye wako wawili kuna ndugu wawili katika nyumba, mmoja anapita, sasa mzazi utakuta ana criticize huyu kwa sababu apiti sana. So anamwambia mbona ukue kama mtu fulani. So na inatakikana uelewe why. Ukiona kila jambo imefanyika, jiulize kwanza why. Ukishajiuliza why, utaanza kutafuta hiyo reason. So then kitu ingine hiyo venye unaweza build your self confidence. Kuna mwanafunzi aliniambia akiwa pale shule, mwanafunzi wa chemistry alikuwa anamchukia sana, na kutokana na hiyo njia naye akachukia chemistry. So wakati alichukia chemistry but akasema nataka kudisapprove mwalimu. So akang'ang'ana. Wakati alifanya final exam at least alipita. Lakini mwalimu wa chemistry alikuwa anamwambia wewe hakuna penye unaweza enda. So pia walimu wataanza kukriticize ukiwa pale mdogo. Ndio maana unamaliza form 4, ukiingia kwa maisha unapata maisha ni tofauti. Naona? So unapata huko walikuwa nakuambia hivi, but hapa sasa ni tofauti. Ni wewe na maisha. Naona? Hakuna mwalimu, hakuna mzazi. So lazima ujitume. Sawa. Acha tuende mapumziko kidogo, tukirudi awamu ya pili tutaendelea zaidi. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kupata mawili matatu katika awamu ya kwanza ya Gumzo la Vijana, ambayo mgeni wetu leo ambaye ni Isaiah Maresi ametuelezea zaidi, na kwa uchache pia kufikia awamu ya pili ataweza kutuelezea zaidi tukimalizia swala zima la self confidence. Ni vipi wewe kama kijana unaweza kuinua au unaweza kujiamini zaidi katika haya maisha ya sasa na pia katika maisha ya baadaye. Acha tuchukue mapumziko kidogo, tukirudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi chetu Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Na kama unavyojua mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunaendelea na swala zima la kujiamini. Tulikuwa tuko katika mada ya kuongelea kuhusiana na self confidence, ambao kwa Kiswahili wanakuambia ni kujiamini. Na leo mgeni wetu Isaiah Maresi anatuelezea zaidi kuhusiana na swala hilo. Na karibu tena Isaiah katika awamu ya pili, na tulikuwa tunaangazia swala zima la kujiamini, na ni wengi ambao katika vijana hawana ile self confidence. Na kabla hatujaendelea zaidi, kuna hili swala la arrogance na self confidence. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kutuelezea haswa, kuna mtu anaweza kuwa na ile confidence lakini the arrogance, unaweza sema kuna mwingine hajui tofauti baina ya hiyo. Kuna mtu utamuona utasema ni confidence lakini ako very arrogant. Na kuna mtu utajua this is self confidence. So unaweza tofautishia baina ya self confidence na arrogance. Asante sana. Nikiguzia hilo swali umeuliza, number one nitaguzia about emotional intelligence. So hapo kwa emotional intelligence ni jinsi ya kumanage emotions zako ukiwa mahali fulani. So kuna hiyo arrogance na being rude, na kuna ile confidence. Naona? So upande wa arrogance ni kutumia ile lugha ya kuudhi mtu. Naona? Yani naweza sema overconfidence, but yani unakuwa overconfidence hadi unaweza fanya vitu zinaanza kuudhi watu wengine. But confidence yani ile confidence ni kutoogopa, ni kufanya ile, yani kutafuta ile kitu unataka, na ukiangalia pia feelings za watu. Naona? So but arrogance yeye hazingatii feelings za watu, yeye anafanya tu bila kujali. Lakini upande wa self confidence ni kufanya jambo ama kutafuta ile kuendea ile kitu unataka, ama
wakati unaendelea kufuatilia lengo lako ndio uachieve, lakini at the same time as you go towards achieving your goal, you also consider the emotions and feelings of those people you are interacting and working with. Yeah. Oh, wow, that's great. Now, how does self-confidence wavering contribute to effective leadership? Because I believe self-confidence goes hand in hand with leadership and decision making. So let's talk about leadership first, then come to decision making. How does it influence leadership? On the side of leadership, leadership is wide, and we have different types of leadership. So it depends what kind of a leader are you. So we have the servant leadership, the transformational leaders, we have the laissez-faire, we have the dictators. And so we have different types of leaders who exhibit different leadership traits. You see, so in leadership, maybe leadership is the ability to influence other people to do something positively in their lives or in the society, or you guide people to achieve something. And underline the word influence. You must be able to influence other people to achieve something. So a leader, you can be a good or a bad leader. You can be a bad leader whereby you influence people to do a bad thing. You can be a good leader by influencing people to achieve a good thing. So hapo kwa leadership ina depend. So kuna ule servant leader mwenye anaweka their followers first. So ana consider kila feeling ya kila follower. And a leader ni ule mtu ana create more leaders, si eti mwenye ana create more followers, kwa sababu in this world we are not going to live forever. Ukiwa kwa position, you are not going to hold that position forever. So you must also cultivate other leaders. So that's why hapo kwa leadership ina depend what kind of a leader are you. Transformation ni ule mtu mwenye ana believe, transformation leader ni ule mtu a leader mwenye ana believe in each and every individual there is potential. So the leader doesn't have to give everything, but the leader only asks good questions to explore or to explore the potential of the individual, so that the individual can realize that I have this potential, I have these resources, I can leverage on them to achieve my goal. Yeah, great. And so how does self-confidence go hand in hand with leadership? So self-confidence and leadership go hand in hand. So you cannot be a leader and you don't have confidence. You cannot be a leader and you cannot communicate effectively to your people. When I say communication or effective communication, I don't mean English or Kiswahili. I mean you can be able to communicate effectively so that the people you are leading can understand what you want them to achieve. So as a leader, you must be able to influence, and you must have the confidence, because if you don't have confidence and you want to lead other people, how would they believe in you and yet you don't have the confidence to show them the way? They'll see you as a joker. They see you as a joker. So leadership and confidence go hand in hand. And previously we had said that leadership confidence is key in everyone if we want to achieve something. So a leader is someone who wants to show other people a way. He wants to show them a way. So how can you show your followers a way and yet you don't believe in yourself? You don't have the confidence. So all leaders, you must have the confidence for you to lead other people. Yeah. Wow, that's great. It's a good one. Hicho ni kitu kizuri kwa sababu ni wengi ambao ni viongozi, lakini kuna mtu utakuta hana ile kujiamini kwamba mimi naweza fanya kitu. Na naamini ya kwamba ukiwa unajiamini
basi uko na uwezo wa kuongoza mtu yoyote. Yeah. Ndio utakuta kuna mtu ambaye ni mdogo lakini anamuongoza mtu ambaye ni mzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujiamini. Yeah. Tukiendelea kwa swala la lingine, unaweza tuelezea zaidi kuhusiana swala zima la self confidence na kuweka maamuzi, zinahusiana vipi? So self confidence and decision making, hapo kwa kufanya maamuzi ndio kuna kuanga na challenges. So number one, kabla mtu afanye uamuzi lazima ukue na all the information, and if you don't have all the information you can't make an effective decision. So before you make any decision, look for the information, all the information, all the options that are available, then you leverage on them to make the decision. So you said confidence and decision making. Yes. So if you don't have the confidence, you will not be able to make a decision. Instead, you will just be following what other people are doing. Because if other people are doing something that is not good, you will not have that confidence to move on your own path. Because utajiona, mbona mimi naenda hivi na hawa naenda hivi, let me follow them. But if you have the confidence and you want to make the decision, you can see they are going in the wrong direction. You have tried to convince them to follow the right way, but they don't want to listen to you. If you have the confidence, you'll make the decision on yourself and follow the right. Because you have the confidence and you know what you are doing is right. And if you have the confidence, no one can criticize you. Because you have all the information to do what you want. And if you don't have the confidence, even if you decide to make your own decision, immediately you are criticized. But that though you are taking the right path, but you are criticized that this way is not the right path, you will stop and follow the other because you don't have that confidence. Therefore, you will be easily criticized by the surrounding or the environment you are in. Wow. Yeah. Vizuri hivyo. Kwa sababu katika karne ya sahii wengi wanashindwa kuweka maamuzi thabiti haswa kuhusiana na malengo ambayo labda mtu uko nayo mbele. Ndio utakuta wengi ni kama mtu ajiamini, anaona hili swala langu ambalo niko nalo sidhani kama litafika mahali. Na ni kitu ambacho kina wa drain sana mtu mpaka hawezi ku make decision ambayo ni perfect decision. So maybe hapo tu wakati una drain your energy, unapata hauna ile nguvu ya kuendelea kufanya ile kitu. Na maybe kama naweza tumia mfano, upande wangu previously nilikuwa nimekuambia napenda kufanya kazi ya kuvolunteer. Ndio. So hata pale kazi unapata na volunteer. So ile wakati niko na stress, nilikuwa nafanya na vikundi. Wakati nitaenda tu ni train kikundi na nione at least wamelearn na wameanza kuimplement ile kitu nimewatrain, stress yangu inaishanga hivyo. So ile confidence inarudi. Kwa sababu ukifika pale umefika uko na wasiwasi. Je, nikifunza hichi kitu itawaingia kwa akili? Wow. Ni vizuri sana. So kitu kingine ni kwamba mbinu za hiyo tumeongelea. Kitu kingine ni kwamba tukiangalia kuna changamoto pia katika kubuild confidence. Zipo changamoto kadhaa ambazo mtu anakuwa nazo kuhusiana na yeye kubuild self confidence yake. Tukiangalia historia yako wewe mwenyewe, unaweza tuelezea labda ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi ulikuwa nazo wakati unazidi kujiinua au unazidi kujiamini wewe binafsi? So hapo awali nilikuwa nimeguzia kusoma online. Ndio. Maybe nikitaka kufanya, wakati nilikuwa nafanya na vikundi, sikuwa na knowledge ya financial literacy. But
I took the initiative, nikaenda nikasoma online, na saa hii nikianza kufunza hiyo, of which kuna mali nilianza kufunza na nikaona imesaidia watu. So wakati unapata hizo challenges ziko pale, maybe unakosa information. Na unasahau kuwa siku hizi nowadays we're in a digital world. You can just go online and learn and apply what you have learned. So si lazima uende shule ndio usome hiyo nini, just go on YouTube, read, understand what you are to do. So changamoto namba moja ni maybe a lack of the right information to do something. Hauna information ya kufanya kitu na ule mtu atakupatia the right information. So unapata hiyo ni changamoto moja ya kubuild self confidence. Lack of or insufficient information. Then number 2 ni kujiona nothing can come out of you. Yani unaona you are just nothing. Unaona? So unaanza kujiambia there's nothing I can do and succeed. If I do maybe unafanya ya kwanza ina fail, unafanya ya pili ina fail, unafanya ya tatu ina fail, hivyo ndio una give up. But ujui kufail si eti umefail, you just learn another way of doing something, lakini wewe unachukulianga umefail. So that's one way pia ile yenye na nini ili changamoto yenye unapatana wakati una build your self-confidence. Then number 2 of which nilikuwa nimesema ni friends. Nilikuwa nimesema number 3 marafiki. Wale marafiki wako pia watakusaidia, wataku-criticize. Na kama una your confidence, you won't be able to make the right choice to have the confidence to do. Then also for you to build your confidence, you must love what you are doing. So you find that most people or most youth do not love what they are doing. Kama mtu anafanya kazi, anafanya tu kazi apate mshahara, but ile kitu anafanya haiko in line na career yake. So ile wakati unakuwa tu criticize tu kidogo hivi, that's the way una give up, because you don't love what you are doing. You are just doing what you are doing so that you get money. So hiyo ni njia tatu yenye ni changamoto yenye pia inachangia wakati unaendelea kubuild self confidence. Alafu hiyo maybe hiyo fear of failure. Nitatumia mfano ya umeenda kwa job interview pale, kwa sababu you are vulnerable, ile job unaitaka. So kuna kitu itakukujia kwa akili, na nisipopata hii kazi. So ukishajiambia na nisipopata hii kazi, unajua umeshafunga akili yako hata kufikiria ile njia unaweza jitetea pale. So unafika pale, unaanza kutetemeka, mwili tumbo inajaa maji, so aujielezi vizuri. Sasa unajieleza, unaanza kutetemeka. Though you are the best candidate, but you won't be taken because ya hiyo fear umeonyesha pale. Lakini ukipewa ile kazi utaifanya vizuri sana. Lakini umeionyesha hapo kwa sababu unafia kuanguka, yani unafia kufail. Ndio kweli. Na ni wengi ambao wako na hiyo fear sana. Mtu anaona mimi nikijaribu kitu fulani sifiki nayo mahali. Kweli. So tukimalizia, utuelezee kuhusiana na ni lipi ambalo wewe unaweza muelezea youth yote ambayo ako nje kuhusiana na self confidence, or an advice to any youth ambaye ako on, I believe opposite ya self confidence, I think ni low esteem, if I'm not wrong. So kuna mtu mwenye ako na low esteem, yeye hata mtu amwambie nini anaona like I'm not better than someone, and there's that comparison. Kuna ile mtu anajifananisha na mtu fulani, anaangalia mimi kama siko kama Isaiah ni mtu mwenye kuna knowledge, alafu kuna mimi sina knowledge. Can I even reach to the peak ambayo yeye ako kufikia hapo? What advice unaweza mpa
any youth outside there ambaye ako na low self esteem? So jambo la kwanza ni never or stop comparing yourself to others. You are not the same. You did not grow in the same family. You don't have access to the same resources the other person is accessing. You are you. So focus on yourself. And as you focus on yourself, have in mind what's your goal. Focus on investing yourself. Invest in skills. Invest in gaining knowledge. Just go online. Usitumia social media vibaya. Tumia social media vizuri. Post there what you love doing. If you love doing hairdressing, post things to do with the hairdressing. If you love catering, post things to do with catering. Or anything related with something you love doing. Usipost tu vitu na post. So ukiwa pale usijifananishe na mtu mwingine. Ule ni mtu tofauti na wewe. So we focus, you focus kwa kujijenga. Kwa sababu huwa anasema as you gain, as you invest in yourself, your value increase. And as your value increase, opportunities also increases. But if your value is the same, the opportunity you can access is the same. But as your value increase, but your value can increase by gaining more skills. Just learn how to communicate, learn graphic design, learn website development. As your value increases, as you learn skills, your value increases. As your value increases, opportunities also increases. So youth, usijifananishe na mtu mwingine. Focus ni wewe. It's better you compare yourself currently with your past. Venye niko hapa si venye nilikuwa last year. That's a plus. Usibaki mali ulikuwa last year ukisikue hapo mali the same. It's either just make that small step and that's a plus. So si lazima you make a big step, just that small. Next time make a small step and focus on yourself. Ni wewe peke yako ndio utaendelea. Usipofocus kwako, uanze kufocus kwa mtu mwingine, uta lose focus. Tukiwa pale kwa athletics, kila mtu anakuanga na line yake. Usifocus kwa line yako, utapata umekata line ya mtu na mmeguzana miguu na mmeanguka. Hao wengine wanaendelea. Focus on your line. As athletes, focus on their lines when they are in competition. So wewe pale focus kwa your line, usiangalie line ya mtu mwingine. Are you growing? Are you making progress? Are you gaining more knowledge? Are you changing? That is it. That a plus. Wow. Yeah. Thank you so much, Isaiah, for those kind words and for the kind advice. Asante sana. Na tunashukuru sana kuwa nawe katika studio zetu, kwa kuwa unatusaidia na mawili matatu na unaweza kumsaidia mpenzi mtazamaji na mawili matatu kuhusiana na yeye kama kijana nini anafaa kufahamu. Kurudi kwa mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kupata mawili matatu kuhusiana na awamu ya pili ya kipindi chetu cha leo. Na kwa sasa tunamalizia hapa kipindi chetu, tukutane siku nyingine na ningependa nikwambie maasalamu.